Ninakukaribisha sana katika kipindi pendwa cha Saa ya Urejesho, ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi kwa namna ya ajabu na ya kipekee. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza kupitia chombo hiki, hebu naweza ukaangalia utambulisho wangu hapo na mahali ambapo ninatokea, kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza. Lakini pia kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja na wewe siku zote na kukaribisha, leo kuna jambo jipya ambalo Mungu anakwenda kusema na wewe unayenifuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Hebu post kwa watu wengine, sambaza tu. Haya ni maarifa ya ajabu sana ambayo Mungu ametupa katika nyakati hizi. Haleluya. Sasa ujumbe wangu ambao ninaendelea nao unahusu dalili za nafsi iliyotekwa. Lakini leo nataka nizungumzie uhusiano wa nafsi na kitu kinaitwa nyota. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia uhusiano wa nafsi yako na habari ya vipawa vya kiroho. Sasa leo una habari njema tena ambayo unakwenda kuipata kwa habari ya uhusiano wa nafsi yako na nyota. Neno nyota ni neno ambalo limekuwa na mkanganyiko wa watu wengi sana. Wakati mwingine nahitaji walimu kufundisha kwamba nyota, wapo watu ambao wametafsiri kwamba kwa watu wenye imani haitakiwi kutajwa kabisa, kwamba imekuwa ni maarufu sana, wanaitumia waganga wa kienyeji na kadhalika na washirikina. Lakini leo nakwenda kukuonyesha nini maana ya nyota, na hata kwenye Biblia kuna maandiko yasiyopungua 46 kwenda juu huko yanayoelezea kitu kinaitwa nyota. Sasa kishaona kwamba limetoka kwenye Agano la Kale, neno limekuja mpaka limejitokeza kwenye Agano Jipya, maana yake kuna fundisho hapo. Haleluya. Sasa nyota ambalo leo hii tunaona watu wengi wanasema, wengine wanatumia maganga ya kienyeji, njoo na kurudishia nyota yako, na kadhalika na kadhalika. Wapo watu wanaitwa wasoma nyota. Sasa nyota, neno nyota maana yake tafsiri ya jumla ni nafsi yenye amani. Nafsi yenye amani au upekee wa mtu au thamani ya mtu. Nyota. Narudia tena, neno nyota maana yake ni mambo yanayosababisha mtu nafsi yake iwe na amani. Kumbuka tunajifunza uhusiano wa nafsi yako na nyota. Tuliangalia uhusiano wa nafsi yako na imani, uhusiano wa nafsi yako na akili, uhusiano wa nafsi yako na vipawa vya asili, vipawa vya kiroho. Sasa tunakuja kwenye nyota, kwa maana ya kwamba ili uwe na amani, ile utosherevu wa ndani, maisha yako yenye utosherevu. Hawe sasa tafsiri yake sasa inakuja nyota. Au upekee wa mtu au thamani ya mtu. Unaweza kuchukua sasa ujumla wa haya maneno ninayosema kama tafsiri ya neno nyota. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema nafsi yenye amani, maana yake ni nini? Ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 27, nataka niweke msingi kidogo uweze kuelewa. Yohana sura ya 14 mstari wa 27, Yesu anasema hivi, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Mbona Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema amani yangu mimi nawapa, amani yangu nawaachieni. Amani yangu nayotoa mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo kuna aina mbili za amani. Kuna amani inayotolewa na Kristo na kuna amani ya ulimwengu inayotolewa na ulimwengu. Sasa hizi amani hizi za aina mbili tunakwenda kuangalia. Ile wa Filipi sura ya 4 mstari wa 7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote
itawahifadhi mioyo yenu na itawahifadhi mioyo yenu, anasema, na katika Kristo Yesu, mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo amani hii ya Mungu sasa anasema inapita akili zote kabisa. Kwa hiyo hii inaitwa kwa Kiunani wanasema eilene. Maana yake amani ya Kristo ni ile amani sasa ambayo ni tofauti na ulimwengu, ni ule utulivu wa ndani, ule utoshelevu wa ndani. Hakuna mahangaiko, hakuna vita. Unaona, hii ndio amani Yesu asema ninawapa. Hii sio kama ulimwengu utawavyo. Haleluya. Kwa hiyo vyovyote vile sasa kwenye maisha Mungu alivyokusudia, yani kuna mambo ambayo huwa yanasababisha utoshelevu kwenye maisha ya mtu, utoshelevu ambao sasa unakamilisha hii package ya amani, ambayo hii amani ni ule utimilifu wa Kristo ndani ya mtu unaopita akili zote, unaopita nia zetu. Haleluya. Sasa tofauti ya amani ya Kristo na amani ya ulimwengu, nimesema amani ya Kristo ni ule utulivu wa ndani pasipo mahangaiko. Yaani ni ile hali ya utoshelevu wa ndani unaoanzia unakuja kuathiri yale maisha yako ya nje ya amani. Lakini amani ya ulimwengu ni matokeo ya utimilifu wa kiakili, kihisia. Baada ya mtu, kuna vitu vitatu ambavyo kwa mwanadamu vinaweza kusababisha ile amani ya nje, amani ya ulimwengu. Moja wapo ni ule uhakika wa kupata chakula, ule uhakika wa kupata chakula hiki cha mwili. Lakini pia ule uhakika wa kupata mahitaji yake, fedha na kadhalika. Fedha, unapata fedha kwa ajili ya kupata mahitaji mbalimbali. Lakini pia kwa habari ya eneo la mahusiano, kama eneo la mahusiano uko vizuri, una furaha, uko na amani na mke wako, mnaenda vizuri na kadhalika, mahusiano na watu wengine. Haya mambo matatu haya huwa yanatengeneza amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu. Kama watu wana uhakika kupata chakula, wana uhakika kupata mahitaji ya msingi kwa njia kupitia kwenye fedha, mahusiano yako vizuri, hawa tunatengeneza sasa amani ya ulimwengu. Sasa hayo mambo yanapokosekana hayo kwenye maisha ya watu, anakuwa hana amani kabisa, hana amani. Hawezi kuwa na utulivu wa ndani wakati hajala. Hawezi kuwa na utoshelevu wakati yani maisha yake yenyewe anaishi ni kwa huruma za Mungu. Uwezekano kupata fedha hata shilingi 10,000 kwa siku hana. Eneo la mahusiano ndio majanga kabisa. Hawezi kuwa na amani hata kidogo. Hata akicheka anacheka kwa nje tu, lakini ndani analia. Sasa amani ya Kristo yenyewe haiko hivyo. Hata kama mtu hana chakula kwa sasa, jala, unakuta ana utulivu wa ndani. Yaani maana yake ni kwamba hana mgogoro kwanza na Mungu. Unaona? Hana hati ya mashtaka, dhamiri haimsuti kwa lolote. Ni mtu ambaye ana uhusiano mzuri na Mungu. Unaona, mtu huyu amani inasema inapita akili zote. Haleluya. Lakini pia sasa unaona huyu mtu hata kama inatokea hana fedha, hii amani ya Kristo imesema inamhifadhi. Yaani hii inakuwa ni kama kitu ambacho Mungu anakiweka ndani ya mtu, original kabisa, cha kuzuia huyo mtu asiasiriwe. Asiasiriwe na mambo ambayo ni matokeo ya uharibifu uliomo hapa duniani. Sasa bila shaka huu ni mmoja wapo ya msingi ambao nimeweka. Hii amani ya Kristo inazuia mtu asiathiriwe na mahangaiko yale ya kiulimwengu, ya kidunia. Sasa nataka niende sasa kwenye nyota yenyewe. Sasa nyota, hebu tuangalie kabisa mtu wa kwanza miongoni mwa watu waliotamka neno hili nyota katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 24 na ule mstari wa 15 mpaka 17. Mtu anaitwa Balaamu. Hesabu sura ya 24 mstari wa 15 mpaka 17. Akatunga mithali yake akasema, Balaamu mwana wa Beori asema,
yule mtu aliyefungwa macho asema yeye asikaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake aliye juu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi anafumbuliwa macho. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatoka katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Unaona, huyu Balaamu mwana wa Beori alikuwa ni mtu anayetoka maeneo ya Mesopotamia, huko maeneo ya Iraki. Haleluya. Sasa watu hawa walikuwa na abudu miungu anaitwa Baali Peori. Lakini huyu Balaamu, kumsoma kwenye Hesabu sura 23 na kuendelea, ndio huyu aliyekuwa ameajiriwa na yule mfalme wa Moabu anaitwa Baraki, ili aweze kumlaania wana wa Israeli wakati anatoka utumwani Misri. Sasa Balaki warani akajikuta na wabariki akiwa yuko juu ya mlima. Baraka akatoa mpaka na sadaka juu ya mlima mrefu. Halafu sasa Balaamu amepanda juu ya mlima, akaanza kutaka kuwatamkia laana wana wa Israeli. Kwa hiyo huyu Balaamu alikuwa ni mtu maarufu sana, na nyakati zile hapa kuwepo na manabii wa kweli wa Mungu katika maeneo yale. Kwa wakati huyu Balaamu alikuwa ni mtu mwenye michanganyo. Wakati mwingine alikuwa anaweza akapata maono ya kimungu, anatabiri mambo yanatokea na kadhalika. Lakini pia huyu alikuwa ni pia na mambo ya ushirikina. Balaamu huyu. Sasa kwa hiyo kuna wakati Mungu alikuwa anatumia kusema naye. Tunaona hata alikuwa anaweza kuongea naye mpaka unaona anatumia kwa njia ya punda na kwenda kwa dhani, mpaka punda anafungua kinywa naongea kwamba uweze kwenda kwa rani waliobarikiwa na kadhalika. Sasa tunaona anajisemea mwenyewe Balaamu. Huyu ndio Balaamu ambaye alisema ile Hesabu sura 23, anasema Mungu si mtu aseme uongo, si mwanadamu ajute. Huyu ndiye aliyesema kwamba hakuna uchawi kwa Israeli. Hayo maneno aliyesema Balaamu, sio Bwana. Sasa watu wanasema naona Mungu anasema hakuna uchawi juu ya Israeli. Ni huyu Balaamu aliposhindwa kuwaroga, kutamka maneno ya laana juu ya wana wa Israeli, akiri kwamba Mungu si mtu aseme uongo, si mwanadamu ajute. Iwapo amenena lazima nitende, iwapo ameahidi lazima nitimize. Ndiye akasema, akakiri ya kwamba sasa hakuna uchawi kwa Israeli wala hakuna uganga juu ya Yakobo. Ameshindwa, ndiye akasarenda, akakiri kwamba hakika aliyebarikiwa huwa halaaniki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni sawa sana usema wewe ambaye unamjua Mungu, Yesu yuko ndani yako, huwezi ukafa kwa kurogwa. Haiwezekani. Mwisho wa yote lazima wale wachawi wanaokuinda nafsi yako wakubali, waseme kwa kweli. Huwezi ukamuua mtu wa Mungu kwa uchawi. Mungu wake anaishi milele, ndio tafsiri yake. Sasa tunaona Balaamu sasa aliposhindwa majaribio yote na mambo ya uganga wake na uchawi ukashindwa, sasa anatabiri kwa habari ya ujio wa Yesu. Anasema huyu aliyefumbuliwa macho sasa anaweza kaona mafumbo ya Mungu. Akasema hivi, ninamuona lakini si sasa. Kumbuka wakati wa Israeli wanatoka tu utumwani, bado Yesu hakika hakuna hata dalili kwamba Yesu atakuja kuzaliwa. Ndio maana Balaamu anasema anamuona katika roho, ninamuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Anasema hivi, nyota itatokea katika Yakobo. Nyota itatokea katika Yakobo. Haleluya. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu. Huu ni unabii wa kuja kwa Yesu. Nyota itatokea katika Yakobo. Huyu ni Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema nyota sasa, ondoka kule kwa waganga wachawi, kwa sababu shetani naye sanaiga mambo ya kwenye Biblia. Shetani anatumia mambo, hana kitu cha kwake.
Shetani, mambo mengi shetani anaiga utendaji wa Mungu, anaiga yaliyoandikwa kwenye Biblia, hana jipya. Yeye anaiga mfumo ule utendaji wa Mungu. Kwa tunapoona wachawi na waganga wanasema, wanataja kwa habari ya nyota, kuchukua nyota za watu, kusema anarudisha watu, wamechukua kwenye Biblia. Haleluya. Unaona, anasema nyota itatokea katika Yakobo, itazipiga pembe za Moabu, itavunja vunja. Huu ni unabii wa Yesu Kristo. Balaam, mganga, mchawi, huyu alimuona Yesu kwenye ulimwengu wa roho, katika roho. Haleluya. Sasa tuje kuangalia kwenye unabii, kwenye Agano Jipya. Sasa hii nyota ilitokea, hii nyota aliyoiona Balaam ilitokea. Naam, ilitokea. Mathayo sura ile ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Unabii wa Balaam unatimia sasa hapa. Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake. Come on. Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Tuliiona nyota yake ile aliyoiona Balaam. Yesu alipozaliwa zamani za mfalme Herode, wale mamajusi wakatoka mashariki. Hawa wanakuja wanasema, tuliona nyota, tuliona nyota kutoka mashariki. Wakatembea mwendo mrefu sana, wanaifuata ile nyota. Halafu anasema, tumekuja kumsujudia mfalme wa Wayahudi. Haleluya. Nyota yake, tuliona nyota. Maanake tayari nyota, Yesu, ule unabii aliona Balaam ukawa umetimia miaka mamia yaliyokuja kufuata baadaye. Haleluya, haleluya. Nyota, tuliona nyota yake, tuliona nyota yake, hiyo mfalme wa Wayahudi. Sasa unapingaje kwamba hakuna nyota? Unawezaje ukapinga? Kwa nini umamini shetani tu? Kama Yesu Biblia inasema wale mamajusi waliona nyota yake. Sasa wale mamajusi, wapo watu wanaohubiriwa kwamba unaona hawa wanawake hawa. Unaposema majusi wale, haina maana, ni neno tu ambalo limetajwa hapo, lakini halikuwa na maana kwamba hao walikuwa ni wanawake. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza, so wise men, watu wenye busara. Si kwamba majusi walikuwa ni wanawake. Wise men walikuwa ni watu wenye busara kutokea kule Babeli, mashariki ya kati kule. Mashariki wakaona nyota ya Yesu, wakaja kumsujudia. Nyota, tuliona nyota yake. Haleluya. Sasa hiyo ndio maana ya nyota. Kumbuka na Yesu alikuja kama mfalme wa amani. Haleluya. Na ndio maana mtu akiwa na huyu Yesu, haleluya, lazima anakuwa na hii amani. Nafsi yake inakuwa na amani, anakuwa na utosherevu, hana mahangaiko ndani. Inazuia kabisa hii amani ya Kristo. Huyu Yesu ambaye ni nyota, akiingia ndani, anazuia mtu wa mtoto wake asiashiriwe na mahangaiko ya ulimwengu huu. Haleluya. Sasa tunaangalia mambo yanayojenga nyota. Mambo yanayojenga nyota, haya ni mambo ya kiroho. Haleluya, haleluya. Mambo yanayojenga nyota yenye uhai, kwamba nyota yako sasa iko hai, inafanya kazi. Kumbuka tujifunza uhusiano wa nyota, nafsi yako na nyota yako. Wewe utakwenda kuona tu mambo yanayojenga nyota yako. Jambo la kwanza ni ule mng'ao, mvuto na muonekano. Mng'ao. Kwa hiyo tunaposema nyota, mojawapo ni ule mng'ao. Haleluya. Mng'ao wako, mvuto. Tunaona Yesu nyota yake ilivuta watu kutoka mbali. Halafu walipokuja, hawakuja mikono mitupu. Walikuja na zawadi anazostahili kama mfalme.
Haleluya. Nyota ni mvuto unaovuta kile unachokistahili. Nyota inavuta. Haleluya. Lakini pia ni ule hali ya kuonekana. Tutakwenda kuangalia huko mbele. Hali ya kuonekana, muonekano. Sasa hebu tuangalie kitabu cha Ayubu sura ya 3 mstari wa 9. Ayubu sura ya 3 mstari wa 9. Biblia imesema hivi, nyota za mapambazuko yake ziwe giza, na utafute mwanga lakini usiupate, wala usiyaone mapambazuko. Umesikia? Nyota za mapambazuko yake ziwe giza, na utafute mwanga lakini usiupate, wala usiyaone mapambazuko. Nyota za mapambazuko ziwe giza. Mbona? Maana yake badala ya kung'aa wewe ni giza. Hakuna mng'ao. Unakuta maisha ya mtu ni giza giza. Anasema wala utafute mwanga usiuone. Yaani kama nyota yako imekamatwa, maana yake ni kwamba wewe badala mapambazuko kwako ni usiku. Anasema siwe giza. Anasema utafute mwanga lakini asiupate, wala mapambazuko asiyaone. Umeona, nyota imetajwa hapa, nyota za mapambazuko. Halafu ukisoma Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 7, anasema hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Nyota za asubuhi, yani nyota ya wewe, nyota ya kwangu, nyota ya huyo, zinapokutana pamoja, nasema nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Haleluya. Manake yale maisha ya utoshelevu yalipochanua kapambazuka, zinaimba pamoja. Anasema hapo ndipo wana wa Mungu walipofurahi. Nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Kwa nini ziwe nyota za asubuhi? Kwa nini ziwe nyota za asubuhi, zisiwe za mchana? Kwa nini siwe nyota ya jioni? Kwa nini siwe nyota ya usiku? Takwenda kuangalia huko mbele. Haleluya. Kitabu nataka nikuonyeshe tu maandiko yanayothibitisha kwa habari ya neno nyota. Hebu tuangalie kwenye Agano Jipya. Unaweza kusema mchungaji, kwenye Agano la Kale tu. Hebu angalia, maana tumeona nyota ya Yesu. Hili jambo limeleta utata sana kwa watu, hasa kwa watu ambao wale makanisa ya Kipentekoste. Yaani kuona kwamba nyota, wameshakariri kwamba wanaosema nyota ni wale manabii wa uongo, waganga wa kienyeji. Aliko kwenye Biblia. Ni Biblia. Sasa leo nataka nikufunulie uone ukweli uliofichwa ndani ya hii neno nyota. Nimeshaeleza maana ya nyota, ninaeleza mambo yanayojenga nyota sasa uweze kuyajua vizuri. Nimesema jambo la kwanza ni ule mng'ao, ule mvuto na muonekano. Haleluya. Lakini pia Ufunuo sura ya 22 mstari wa 16. Ufunuo 22:16 anasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Come on. Yesu anasema mimi ndo ile nyota yenye kung'aa asubuhi, sio mchana, sio jioni wala usiku. Nyota yenye kung'aa asubuhi. Mbona? Yesu anasema mimi ndo ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Wafilipi, tuone mitume nao sasa. Paulo, ile Wafilipi 2:14-15 anasema, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Kwa nini nyota asubuhi? Nyota ya asubuhi. Unajua kuna watu ambao unakuta wao mambo nakuta asubuhi, unapoamka asubuhi hata hujui unafanya nini, hujui hata unaanzia wapi. Nyota yake imetiwa giza. Mimi nakuta anakuja kupigwa simu usiku, bwana nimekuja kukumbuka mchana kule kazi kuu imepatikana, sasa nimeshampa mwingine bwana. Asubuhi tu nilipata tenda,
ya kulisha chakula mahali fulani. Sasa kazini kwetu kaenda tafuta mtu anaweza, nikaje nimekumbuka jioni kwamba na wewe bwana huwa una mradi wa kulipika chakula bwana. Nimekuja kukumbuka jioni, nimerudi nyumbani, nyota yako imetiwa giza. Wewe inapambazuka usiku, wakati asubuhi ndio wakati wa fursa zinafunguka. Umeshaona? Yaani wewe unakumbukwaga usiku. Tunasema nimekumbuka bana, hela yako nilikuwa nimepata hela yako kabisa kukulipa. Sasa nimekuja kukumbuka nimeshaitumia. Nyota yako wewe badala kung'aa asubuhi inang'aa usiku. Ndio maana Yesu anasema nyota ya asubuhi. Haleluya. Nyota ya asubuhi sio mchana wala jioni wala usiku. Nyota yako ikiwa hai, maana yake unapoanza asubuhi unashangaa simu zinazoita fursa. Hauamke asubuhi halafu nawaza pataje kazi ya kufanya, unaanzia wapi? Hapana, hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako imefunikwa. Anasema atafute mwanga asiuone. Umeona? Nyota mapambazuko, badala ya kutiwa nuru imetiwa giza, imefunikwa, hauonekani. Takwenda kuona tu huko mbele. Haleluya, haleluya. Anasema ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Yaani kuna watu ambao lazima tunaonekana kuwa kama mianga, tunang'aa, tunaonekana katika ulimwengu huu. Lakini kuna watu wamefichwa, hamuonekani. Hakuna naye kuona, ila mabaya ndio yanayokuona tu. Yaani wewe kwako majanga ndiyo mengi unayoyasimulia watu, sio mema, huonekani. Siri iko kwenye nyota. Nyota yako ya mapambazuko imetiwa giza. Jambo la pili linalotengeneza nyota ni mipango inayofanikiwa. Mipango inayofanikiwa, ishara kuonyesha kwamba nyota yako ni nyota iliyo hai, ni mipango inayofanikiwa. Wewe unashangaa kila mipango unayopanga haifanikiwi. Ukianza mwisho wa mwaka, tunaenda na mwisho wa mwaka tarehe 1, una mipango umeipanga mwaka. Mwisho na maliza mwaka hakuna hata mpango mmoja uliofanikiwa. Hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako ya mapambazuko imetiwa giza, imetekwa. Haleluya, haleluya. Ule upeke wako umekamatwa, samani yako imekamatwa na mamlaka za giza. Haleluya, haleluya. Hii ndio ikaleta sasa wale wanaitwa wasoma nyota. Upande wa shetani kuna kitengo cha wasoma nyota, yaani wao ni kuangalia nyota za watu. Ndio maana yake. Kwa wale ambao ni waganga wachawi upande wa shetani, wanaojiita wasoma nyota, maana yake kazi yao ni kuangalia nyota za watu, wazizime, wakamate. Ndio kazi yao. Kwa hata tunaposikia waganga anasema narudisha nyota, anazipataga wapi? Maana yake kuna nyota za watu anachukua kwa watu, alafu sasa watu wanaenda kwake, wanatoa hela, anawapa nyota za watu wengine. Hivi ni vitu kwenye ulimwengu vinahamishwa tu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Mipango kufanikiwa ni ishara ya kwamba wewe safari yako iko salama kabisa, kwamba uko kwenye uhalisia. Lakini watu wengi unakuta tunapanga mipango inafanikiwa nusu, haitimii, na mipango yote unaandika na baki kwenye makaratasi tu, lakini hakuna mpango unaofanikiwa. Shida iko wapi? Iko kwenye kitu kinaitwa nyota. Yesu alikuwa na nyota, ona kila alilolitenda lilifanikiwa. Haleluya, haleluya. Hiyo ni siri ya ajabu sana. Lakini sasa jambo lingine, kuna kitu kinaitwa bahati au mpenyo. Jambo la tatu, yaani ule mpenyo
kupata ule mpenyo au bahati. Ni ile hali unakuta mtu unafanya mambo ambayo wengine yamewashinda. Yaani wewe unafanya kirahisi, wala hutumii nguvu. Mengine ambayo wengine amewashinda, wewe unafanikisha kabisa. Unaweza kufika mahali ambapo wengine hawafiki, wewe unafika kirahisi. Yaani nyota yako iko hai. Haleluya, haleluya. Yaani wewe unapata mambo ambayo wengine wanatabika kuyapata, lakini wewe hautumii nguvu. Hayo ni mambo matatu yanayojenga nyota kiroho. Cha kwanza nimesema ni ule mng'ao, mvuto na muonekano. Cha pili ni mipango kufanikiwa. Cha tatu ni ile hali ya mpenyo au bahati. Wewe kusikia utasema yani wewe na bahati kweli. Si tumeenda pale tumekosa kazi, lakini yeye amepata. Ana bahati kweli, ana kienda kufanya biashara popote, lazima yatauza tu. Ujue wewe nyota yake iko hai. Yani iko hai, haijatekwa. Jamaa anasema ana bahati kweli. Yani mtu mwenye mpenyo, vitu vingi hatabiki. Hata kama napita kwenye changamoto, lakini zile changamoto zinageuka kwa daraja ya kumfikisha pale ambapo amekusudia. Yani hakuna jambo linaloshindikana kwake. Ni mpenyo. Haleluya, haleluya. Wanaanza kaanzisha wengine, lakini unakuta yeye anaweza kalifanikisha. Mpenyo huu. Haleluya, haleluya. Sasa unaweza kaanza kusoma tu mfano ule wa Malkia wa Esta, kitabu cha Esta. Kuanzia ile sura ya 4 na kuendelea. Sinaona Malkia yule mfalme Ahasuero anatafuta mke. Ameitisha mabinti wote warembo, anataka chague wa kumfaa. Lakini Esta yeye akiwa na yeye akapata neema akuwa miongoni mwa mabinti walioweka kambi. Halafu kila binti akawa napita mbele za mfalme Ahasuero. Walikuwa mabinti wenyeji pale katika ile nchi. Esta ni mgeni, tena ni mtumwa tu. Unaona? Wengine wakapewa vipodozi. Unaona? Wamepewa vipodozi vya kujikwatua kama unavyojikwatua wewe. Wengine wakapewa mpaka na vidonge vya kumeza waweze kung'aa, wawe weupe na kuwa meupe kama papai imekata katikati. Kwa sababu amepaka madawa ya ajabu, amekuwa kama kinyago. Paka unajiuliza huyu ni jini ni mtu? Unaona mpaka na damu zinaonekana. Anamwambia Mungu, wewe ulikosea sana kuniumba. Ngoja nikufundishe ulivyotakiwa kuniumba. Paka mnaweka na nywele za bandia, hivi vinyusi za bandia. Unaving'oa hivi ambavyo ni vya Mungu, unaweka vya shetani kwenye macho. Paka unazani ni jini kabisa, unapoona unakuta naenda hivi. Unanunua uzuri. Unaona? Walikuwepo wakati ule ukisoma kitabu cha Esta, Biblia inasema akapewa vipodozi, akapewa vitu vya kujipamba. Wengine inawezekana walipewa na mapaja makalio ya bandia kama ambavyo umepewa wewe. Umenunua makalio ya bandia, umenunua vidonge vya kubusti makalio. Unapotembea unatetemeka mwili mzima. Ukipita wanaume wote waliojaa tamaa wanapiga miruzi, wanageuka shingo. Mwana wa laana. Jipamba. Naona unavaa nguo huko usinusu uchi, kuchocha tamaa. Kwa hiyo Esta yeye hakupewa kitu chochote cha kujipodoa, akabakia na ule uhalisia wake. Haleluya. Mfalme Ahasuero hakuona waliojipatwa akajipodoa, walionunua uzuri wa kununua dukani. Mfalme Ahasuero akajua kwamba huyu ndio ambaye hata nikimuoa ataishi maisha halisi, hataiga mahali popote, ataishi maisha ya kwake. Akamchukua huyu Esta. Unaona, akapata upenyo. Lakini Esta huyu alikuwa tu alichukuliwa kama mtumwa tu, lakini akajikuta akawa malkia kwenye nchi ambayo sio ya kwao,
nini? Nyota. Nyota yake kang'aa, ikamvuta mfalme, kang'aa, mfalme akamuona ndio mke anayestahili huyu. Haleluya, haleluya. Takwenda kuona tu uko mbele. Sasa siku zote nilikuwa nakupa sasa, kwanza nimekueleza maana ya nyota, lakini pia nimefundisha kwa habari ya mambo matatu yanayojenga nyota. Haleluya. Lakini nataka nikuonyeshe nyota kikawaida huwa ina pembe tano. Nyota huwa ina pembe tano. Nataka nikufundishe kitu ambacho pengine hujawahi kusikia. Nyota huwa ina pembe tano. Sasa ngoja nitazame vizuri. Kwa nini Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka vidole vitano kwenye mkono wako? Vidole vitano. Kwa nini akaweka vidole vitano? Halafu hizi alama kwenye vidole kila mtu anazo za kwake. Yaani hizi alama za vidole hizi ndio maana tunaposajili kwenye vitambulisho vya taifa huwa tunaweka na fingerprint. Maana yake alama zako za vidole zinachukuliwa. Alama za vidole huwa zinamtofautisha mtu na mtu mwingine. Huwa hatufanani kabisa. Yaani wewe ni wa peke yako. Hizi alama za vidole zinakutofautisha na watu wengine kabisa. Haleluya, haleluya. Lakini kwa hizi alama za vidole zinaambatanisha na vidole vyako vitano. Kwa nini Mungu hakuumba vidole 6? Kumbuka 6 ni namba ya kibinadamu. Sisi tuliumbwa siku ya 6. Mungu angeweza kusema aweke vidole 6. Lakini namba 7 ni namba ya kimungu ya ukamilifu wa Mungu. Angeweza kuweka vidole 7. Kwa nini akaweka 5? Halafu vinaambatana alama za vidole ambazo zinamtofautisha kati ya mtu na mtu mwingine kabisa. Na kujiuliza swali. Sasa nataka kutegulia hicho kitendawili. Hivi vidole vitano vinamaanisha mambo matano yanayokamilisha ule utosherevu wako. Haleluya. Ile amani ya Kristo ndani yako. Haya mambo matano. Kidole, sasa nataka nikuonyeshe pembe za nyota. Pembe 5 za nyota. Zaburi 89 na ule mstari wa 24. Zaburi 89 mstari wa 24. Biblia nimesema hivi, uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Umeona, tumeona kule nyota. Sasa nimekuja kwenye pembe 5 za nyota, nazo zimetajwa kwenye Biblia. Anasema uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Pembe yake ipi? Tutaona. Ile Zaburi 112 mstari wa 9 anasema hivi, ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu hata haki yake yakaa milele. Ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Mbona huyu aliyetoa huyu amewapa maskini, Mungu anasema pembe yake itatukuzwa. Pembe. Sasa nataka nikuonyeshe nyota ina pembe 5. Hii pembe inawakilisha mambo matano yanayojenga thamani yako hapa duniani. Sasa uanze kuyafuatilia. Haleluya, haleluya. Sasa pembe ya kwanza, hiki kidole cha mwisho hiki. Kidole cha mwisho kidogo kuliko vyote. Inaitwa pembe ya kibali. Pembe ya kibali. Kinahusika na kibali chako wewe. Kibali. Haleluya, haleluya. Pembe ya kibali. Kidole hiki cha mwisho kabisa kidogo. Maanake hali ya kukubalika na watu. Hali ya kukubalika. Unaonekana na mvuto kwa watu. Kibali. Unaona? Kuanzia familia yako, jamii na kuzunguka, kazini kwako, wapi na wapi unapokwenda, pembe ya kibali. Hiki kidole cha mwisho kina maisha kibali. Tunakumbuka hata Biblia inasema Yesu naye alipata kibali mbele za Mungu
na wanadamu. Msao kusomea katika kitabu cha Luka sura ya 2. Yesu alipata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Kwa sababu usipopata kibali mbele za Mungu na wanadamu, mbele za wanadamu, kama ni pesa ziko kwa watu, haziko mbinguni. Sasa kama una kibali, hizo pesa ziko kwa watu, hazitakuja kwako. Haleluya. Una kibali, pembe ya kibali imekamatwa na adui. Unashangaa unauza, biashara hazitoki. Kwanza hazionekani, pamoja kwamba ni nzuri sana, lakini hakuna anayeziona. Wanapita wanaenda kwa wengine. Unajiuliza ni kitu gani? Pembe yako ya kibali imekamatwa. Anasema pembe yake kwa jina langu itatukuka. Kwa jina langu itatukuka. Haleluya, haleluya. Ile Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Isaya 60 mstari wa kwanza. Biblia imesema, inua macho yako tazame pande zote. Wote wanakusanyana wanakujia wewe. Inua macho yako tazame pande zote. Wote wanakusanyana wanakujia wewe. Kinyume cha watu kukusanyana kukujia wewe, maana yake ni kukukimbia. Unakuta mtu anakuwa ni mtu wa kukimbiwa. Paka sasa umekimbiwa na watoto, umekimbiwa na mme, unakimbiwa. Yani kila mtu anakukimbia. Ukijiangalia una kasoro gani? Hakuna. Pembe ya kibali imekamatwa. Kwa badala ya watu kukukimbilia, wanakukimbia. Tulienda kumwombea mimi na rafiki yangu, familia moja katika mji mmoja hapa Tanzania. Yule mama alikuwa nakaa kwenye nyumba nzuri sana. Mume wake alikuwa ni injinia wa barabara hapa Tanzania, lakini alilogwa nyumbani kwao. Wakaroga, akakamatwa, nafsi yake ikawa imeunganishwa na watu waliokufa kwenye makaburi. Unajua kilichotokea? Alibaki peke yake kwenye ile nyumba. Watoto wote wakamkimbia. Mume amemkimbia. Akabaki kama fukara nyekani. Yuko kwenye nyumba nzuri, lakini alienda nyumbani kwao, mkoa mmoja, wakamloga. Kwa hiyo akajikuta ni mtu akukimbiwa, mpaka na watoto wake wakamkimbia, akabaki peke yake. Unajua tulipoanza kumwombea Yesu aingie ndani yake, tukaanza kumwombea, yule mama akaanza kujifanya hivi, akaanza kukokota, akaanza kufanya mikono hivi usoni kwake, akashangaa kwamba uso akaanza kung'aa. Anabaka anajishangaa, alifunikwa na giza. Kila mtu anamkimbia, anaonekana na nuka. Kuna watu ni kama amepakwa mavi na shetani. Kila mtu anakuona na nuka, lakini ukijitazama, wapo wengine mpaka wanawake wanatembea na vioo. Pata mama mmoja kanisani kwangu ile anasema, ananiambia, mchungaji, nahisi kila mtu ananiona, ananitazama. Sasa yule mama nakuta kila mtu anayemuona anahisi anamuona ni mbaya sana, lakini kwa kweli ni mzuri kabisa. Unaona? Pembe ya kibali inapokamatwa, watu wanakukimbia. Haleluya. Unakuta unanyanyapaliwa, watu wanakunyanyapaa. Mwisho tukienda kwenye kikao, ukisema nyanyua mkono, nasema wewe kaa chini. Kaa chini. Hebu ongea wewe. Unajiuliza sasa, jamani mimi. Yaani watu kitoa wazo, watu wasema hamna kitu. Jamani, mmemwelewa huyu? Hamna, hatujamuelewa. Lakini kumbe wazo tunalotoa ni nzuri sana. Nini unanyanyapaliwa? Ukinyanyuka utoe wazo, watu wote wanakuinukia. Ni nyota ya kibali imekamatwa. Badala ya kukubalika, unanyanyapaliwa na watu. Kwa tunako kwenda kazini, unanyanyapaliwa, jikuta umejitenga peke yako. Alafu watu wanapokuwa wanaongea na hisi, wote wanakusema wewe. Kutokuonekana kabisa. Wanaenda wengine wanapata promotion kazini, wanaenda kusimamia wapi na wapi, sio wewe. Pembe ya kibali imekamatwa. Unakuta ni mtu akukataliwa tu.
Umevalishwa roho ya kukataliwa na watu. Roho ya kukataliwa inatesa watu wengi sana. Roho ya kukataliwa. Wewe naye sema na wewe ni wewe. Sasa kumbuka, Yesu ndio nyota ya asubuhi. Haleluya. Anasema mimi ndimi nyota ile ya asubuhi. Maana yako kimkubali Yesu wangu leo, hiyo pembe ya kibali iliyokamatwa lazima itang'aa asubuhi. Utashangaa kitu gani kimetokea. Yani nakuta hali ya kuto kusaminiwa. Hakuna naye kusamini. Hakuna. Hebu ona kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ile ya 29 na ule mstari wa 21 na 25. Watu walitega masikio kunisikiliza na kuningoja, wakanyamaza kimya wapate kusikia mashauri yangu. Hawakunena tena baada ya kusikia maneno yangu. Matamko yangu yakadondoka juu yao. Walikuwa wakingoja kama kungojea mvua, wakafunua vinywa vyao sana kama mvua ya masika. Walipokata tamaa, nikacheka nao, na mwanga uso wangu haukuangusha. Niliwachagulia njia, nikakaa kama mkuu wao, nikakaa kama mfalme katika jeshi, na askari mfano wa wafarijia hao waombolezao. Umeona nyota ya kibali hapo? Anasema watu walitega masikio kunisikiliza na kungoja. Watu wanateka, unakwenda kibali cha kusikilizwa. Watu wanaposema nakwenda kutembelea mahali fulani, unakuta watu wamengoja. Sasa unakuta mtu ambaye kibali kimekamatwa, unaahidi unakwenda kumtembelea fulani, unakuta watu hawana hata habari kwamba umeahidi unakwenda. Wanakuja kukumbuka baada ya wewe wamekuona. Kibali kimekamatwa. Lakini mwenye kibali unakuta watu wanasema wakaningoja kama watu wanavyongojea mvua wakulima. Wanangojea mvua kunyesha. Watu wanashauku kukuona. Unaona? Anasema watu waitega masikio kunisikiliza. Anasema hawakunena tena baada ya kusikia maneno yangu. Mtu mwenye kibali, pembe ya kibali imetukuka. Anasema matamko yangu yakadondoka juu yao. Walikuwa wakingoja kama kungoja mvua. Umeona? Anasema walipokata tamaa, nikacheka nao. Kibali. Hata ukiwa umeenda watu wamekata tamaa, ukitamka neno tu, mtu aliyekata tamaa anatiwa nguvu, anapata nguvu za kuendelea. Lakini kama pembe yake imekamatwa, yani hata kama unakuta watu analia, ukitokea unaongeza kilio zaidi. Lakini mtu pembe akibali kifika mahali watu wanalia, watu wote wanafurahi, wanacheka, wanapata tumaini jipya. Pembe ya kibali imetukuka. Haleluya, haleluya. Ndio maana ukisoma hata kitabu cha Mwanzo 39 kuanzia mstari wa 21, Yusufu pamoja na kwamba ameuzwa kuwa mtumwa, alipoenda gerezani, Biblia imesema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akapata fadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mtu mwenye pembe ya kibali hata kitupa gerezani kwa hila, anakwenda kuwa nyambara kule gerezani. Hafanyi kazi yeye, anawasimamia wengine kazi. Kibali hata mpeleke wapi kwa hila. Unakuta pengine wale mnaoajiriwa maofisini, bosi wako anakufanyia jeuri, anakufanyia wivu tu, anakupeleka kwenye vijiji vya mbali, anakupeleka simu kama kukukomoa, anashangaa kule nyota yake inaonekana, anashangaa umerudi tena mjini. Pembe ya kibali imetukuka. Haleluya, haleluya. Pembe ya kibali. Kidole cha pili, hiki cha pili hiki ambacho kina pete kama kidole changu cha pili, inaitwa pembe ya ndoa. Pembe ya ndoa. Haleluya. Anasema kwa jina langu pembe yake imetukuka. Pembe ya ndoa ikikamatwa, matokeo yake unakuta ndio ile ambayo unakuta mtu hawezi kuoa, hawezi kuolewa. Pembe ya ndoa imekamatwa. Pembe imekamatwa. Haleluya. Au unakuta pengine unakuta kinyume chake, unakuta mtu anachelewa kuolewa, anachelewa kuoa. Nini? Pembe yake ya ndoa imekamatwa. Lengo la shetani mtu aoe tayari umri umekwenda, aolewe tayari umri umekwenda.
kuna mambo ambayo atashinda kuyapata kwa sababu pembe yake ya ndoa imekamatwa. Unakuta hata kwenye familia, unakuta familia hakuna kuolewa. Kama ni kuolewa, basi ni kuolewa kwa inatumika nguvu sana. Nini? Pembe ya ndoa imekamatwa. Haleluya. Unakuta kabisa wakati mwingine hali ya watu, nakuta mtu ameolewa, lakini nakuta kila siku ndoa yake ni vita, ni kugombana. Ujue pembe imekamatwa. Kumbuka, najifunza, nafsi yenye amani, nyota yako inapong'aa, hata kwenye ndoa yako inakuwa ni ndoa yenye amani na furaha. Haleluya, haleluya. Unakuta kuachika ni ishara ya pembe ya ndoa imekamatwa. Unakuta kwenye familia watu hawakai kwenye ndoa, unakuta naoa anaacha, anaachika. Pembe ya ndoa imekamatwa. Anasema kwa jina langu pembe itatukuka. Haleluya. Ugonjwa wa mara kwa mara, lakini ndoa za kipepo. Wapo watu ambao, sikiliza, kama umewahi kuota ndoto unazini na mwanaume usiyemjua, unazini na mwanamke usiyemjua kwenye ndoto, hiyo ni ndoa tayari ishafunga ndoa. Manake pembe yako ya ndoa imekamatwa. Katika kuombea kwangu watu, nakuta kuna watu ambao wameolewa na majini, wengine mpaka siku walipozaliwa, kwa sababu jini huwa haowi jini mwenzake. Jini huwa anaoa binadamu, anaolewa na binadamu. Kwa hiyo kuna watu mlipoota ndoto, unakuta ile ndoto ilikuwa ni halisi. Pembe ya ndoa imekamatwa. Ndio unakuta hata akiolewa lazima ataachika tu, hata akioa lazima utaachika tu, utaachana mke wako. Wanashangaa huwezi ukaolewa kabisa. Kwa nini? Kuna ndoa ilishatangulia. Kwa hiyo pembe yako ya ndoa imekamatwa na madhabahu za giza. Haleluya. Sasa Yesu anasema yeye ni nyota ya asubuhi. Haleluya. Ambaye imekuja kukamata, kupokonya kila chochote kilichokamatwa cha thamani yako. Kwa suluhisho ni Yesu aingie ndani yako. Anasema yeye ndio nyota ya asubuhi. Kwa kuna watu ambao kuna ndoa za kipepo. Unashangaa mnagombana ovyo, hakuna jini yupo katikati amekamata ndoa. Hauwezi kupenya kwenda kokote. Lazima Yesu aingilie kati. Vinginevyo utakwenda kaburini, unaacha maisha yako ya thamani, shetani anashangilia. Kwa pembe ya ndoa, wapo watu ambao nimekuwa hata naomba. Mwanamke mmoja katika mkoa mmoja hapa Tanzania alinipigia simu. Aliponipigia akaanza kuniambia, mchungaji, umri umekwenda, siolewi, amezalia nyumbani, maisha yake anayofanya huko peke yake na mtoto, yuko kama fukara nyikani, amekata tamaa. Nilipoanza kumwombea, nikamwambia dawa kwanza, mkubali Yesu wangu kwanza. Akakubali. Nikamwambia shika kidole chako cha pili, hicho cha ndoa. Nilipoanza kuomba, yale majini yaliyomuoa yakaanza kupiga kelele. Yakasema huyu tumemuoa miaka mingi sana, hawezi olewa. Nikasema kwa jina la Yesu ataolewa sasa. Yakasema tunamwachia. Nini? Pembe ya ndoa imekamatwa. Haleluya. Sasa kidole cha tatu hiki, kidole cha unayetazama, kidole cha tatu cha katikati kirefu kuliko vyote, ni pembe ya uongozi. Kinawakilisha uongozi. Naposema uongozi, kila mtu ni kiongozi. Wewe una watu wa nyumbani mwako, ni kiongozi. Watoto, wewe ndio kiongozi wao. Kwenye jamii, iwe kanisani, iwe mahali popote, kote kwenye jamii, wewe ni kiongozi. Kazi ya kiongozi ni kutangulia mbele. Ndio maana kidole hiki ni refu kuliko vidole vyote. Maana yake ni anatoa njia, kuonyesha njia. Umeona? Lakini pia anatangulia kuiona kesho kiongozi. Halafu anakuja kuwafuata wale na uongozi wanaoishi leo, kuwapeleka kwenye kesho ambao yeye ameshaifikia. Sasa pembe ya uongozi kikamatwa, unakuta hata watoto wako mwenyewe hawakusikilizi. Hawakusikilizi. Pembe ya uongozi imekamatwa. Unapiga kelele wala kuna naye tena. Na inawezekana uwezo kuwa ni kiongozi lakini una mvuto wowote.
Hata kwenye eneo lako la kuongozi watu wamesha kuchoka. Hauna kibali tena kwa unaowaongoza. Huna mvuto wala hakuna naye kuona. Nini? Pembe ya uongozi imekamatwa. Haleluya, haleluya. Pembe ya uongozi, lakini pembe ikiwa iko hai, nyota yake kwa ni nyota mapambazuko, watu wanafurahia. Kumbuka, mtu ambaye pembe yake ya uongozi imetukuka wala hatafuti uongozi, uongozi unamtafuta. Sio kama watu walivyo leo, wako tayari kuwa watu watoe kafara wale viongozi. Mtu mwenye pembe ya uongozi, hiyo pembe ikitukuka, anakuwa bidhaa, kwa sababu anaonekana tu, anang'aa, ana mvuto. Haleluya. Pembe ya uongozi. Je, wewe ni kiongozi au wewe ni mtawala? Unaongoza, unatawala watu kwa nguvu, wanalazimika wakutii kwa nafasi yako, lakini hawafurahi. Ndio maana lazima ujipime. Mnaweza kawa kweli ni kiongozi, lakini ule uongozi wako watu hawaufurahii, hauambatani na mvuto wala hauambatani na kibali. Hicho ni kidole. Lakini kidole hiki kinachofuata, kidole hiki kirefu hiki hapa, hicho nyosha hiki, kinawakilisha pembe ya mamlaka. Pembe ya mamlaka. Ndio maana huwezi ukamwambia mtu wewe nakupiga ukanyosha kidole kidogo au kidole gumba, ukamwambia mtoto wewe mtoto acha, utanyosha kidole hiki hapa. Kwa nini? Kinawakilisha mamlaka. Haleluya. Kinawakilisha pembe ya mamlaka. Kidole kinawakilisha pembe ya mamlaka, kwa maana ya kwamba chochote unachokiamuru kinasimama. Haleluya. Pembe ya mamlaka, chochote unachokitamka. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5, Biblia imesema, Mungu anamwambia Yoshua, hakuna mtu yeyote atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako. Nini? Mamlaka. Kwa kila ambaye alikuwa anasimama mbele ya Yoshua ni mkongoto tu, anapigwa. Kwa nini? Maanake pembe ya mamlaka kwa Yoshua ilitukuka. Alikuwa akimnyosha mtu kidole, lazima ataharibikiwa. Lakini kuna pembe ya kumiliki na kutawala. Kidole gumba hiki, pembe ya kumiliki na kutawala. Hiki kidole gumba, ukitaka kujua kinaweza kumiliki na kutawala, kamata kitu chochote alafu ushike kidole gumba hiki. Kama unalima, kamata jembe ushike vidole bila kidole gumba, huwezi kulima sawa sawa. Lakini hiki hapo kikamata, kila kitu kimekuwa kimekamatika sawa sawa. Kwani maana kinawakilisha kumiliki na kutawala. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26 12 mpaka 14. Mwaka huu Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Bwana akambariki, na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, nao Wafilisti wakamsujudu. Umeona, mtu mwenye pembe ya kumiliki na kutawala, hata angeenda wapi lazima atamiliki na kutawala. Yakobo alipoenda kwa Labani, Labani akabarikiwa kupitia kwa Yakobo. Yusufu kwa Potifa, Potifa akabarikiwa kupitia Yusufu. Pembe ya kumiliki na kutawala hii iking'aa, lazima utang'aa kokote. Utamiliki kwenye uchumi, utamiliki mahusiano, utamiliki kokote, kwa sababu hizi pembe hizi ndio thamani yako wewe, ndio upekee wako. Ndio maana ziko 5. Haleluya. Unasema, mchungaji, nimeelewa sana, mimi kuna mahali nimekamatwa. Mimi nataka niombe. Kwanza kabisa umpe Yesu maisha yako. Mimi kazi yangu ni kuwaleta watu kwa Yesu. Ukubali ulipokwama, Yesu akukwamue. Maana huwezi ukatoka kwenye gereza hata kidogo. Yupo mwanaume mmoja Yesu anayesema yeye ni nyota ya asubuhi. Ukimpa Yesu maisha, atafanya urejesho wa ajabu sana. Pembe zote hizi 5 zitakamatwa na ufalme wa Mungu, na wewe utatukuka. Sasa wewe uliye tayari kumpa Yesu, nataka niombe kwa ajili yako. Baba Mungu mwenye nguvu, naomba kwa ajili ya baba, mama, kijana aliyesikia neno lako. Ninaachilia neema yako sasa iweze kumkalia, imfunike sasa kwa jina lako Yesu. Bwana wa majeshi, mwamba wa uzima, kila pembe iliyokamatwa, ninaomba sasa, ponya,
fungua kwa jina, nyota yake ambaye imetiwa giza, imekamatwa na adui, na ifungua kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi, na achilia neema yako sasa. Ninaamini huyu aliyesikia neno lako yuko salama, kwa sababu wewe Yesu Kristo ni nyota ya asubuhi. Naamini Mungu amekuponya. Angalia mawasiliano hapo, lakini pia unaweza ukatuma sadaka yako ili sasa kipindi kiweze kuwafikia watu wengi sana, na Mungu wangu na akutendee mema. Tukutane kipindi kinachokuja.